Bwana Yesu Kristo asifiwe, wana wa Mungu. Natamani niseme na wewe kwa ujumbe mfupi. Huu ni usiku, lakini natamani niseme na wewe kidogo tu. Nisikilize kidogo, usipite. Siku zote tunajua kabisa ya kwamba mwili na roho ni vitu ambavyo vinapingana, ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu gani? Nisikilize tu utanielewa. Mwili waga unapenda sometime, mara nyingi unapenda sana upumzike, unapenda yani vitu virahisi rahisi, inapenda mambo yani yale ya mepesi, unaona. Lakini roho waga inapenda mambo ya kimungu. Sema ni vile tu mwili waga unailazimisha roho kufuata mambo ya kimwili. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 2 kuanzia mstari wa 11 pale anasema ya kwamba wapenzi na wasii kama wasafiri na wapitaji. Anatusii kama wasafiri na wapitaji tusifuate tamaa za mwili zidanganyazo nini? Roho. Kwa tunaona kabisa mwili waga siku zote una tamaa. Cha kwanza, mwili umejawa na tamaa. Tunajifunza katika hilo andiko kwamba mwili umejawa na tamaa. Tamaa hizo ni zipi? Mwili huu unaweza ukakushawishi sasa hivi nataka kulala na mwanamke. Unaona, huu mwili huu ukakushawishi sasa hivi nataka nilale na mwanamke, lakini roho ikiwa inasema sasa hivi nataka niombe. Unaona, kwa ukaona ni vitu vili tofauti, kwamba roho inataka iombe, lakini mwili unataka ulale na mwanamke. Kwa hiyo ukifuatisha namna ya mwili ni kwamba utakosesha roho, na siku zote ukikosesha roho wago unakosa moja kwa moja nini? Mbingu. Unaikosa mbingu kwa sababu umefuatisha nini? Mwili. Ukifuatisha mwili utakwenda jehanamu, kwa sababu mwili huu tulionao, napendaga kumsikiliza sana mtumishi wa Mungu mmoja, anasema ya kwamba mwili tulionao hauendi mbinguni, hauendi jehanamu. Unaenda wapi? Ardhini. Unaenda ardhini. Sasa nikawa najifunza hivi, nikwaga na tafakari sana kitu anachokisema kwamba huu mwili hauendi mbinguni, hauendi jehanamu. Hivi huu mwili unaenda wapi? Kumbe unaenda chini. Na kama unaenda chini sasa, je, ni utumieje ili uniingizie faida? Unajua huu mwili unaweza ukabadilisha ukakuingizia faida katika maisha yako. Utautumia vipi ili kusudi ukuingizie faida? Ni kwamba utakuwa unaulazimisha. Unajua mwili unataka ulazimishwe kufanya mambo ya kimungu. Mwili uulazimishe. Ndio maana akasema roho hii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Unaona, mwili muda wote unataka upumzike. Ukifuatisha mwili ni rahisi sana kuikosa mbingu. Sasa ninachotamani nikiseme na wewe ni nini? Ni kwamba tusifuatishe sana kile ambacho miili yetu inatushawishi au inatusababishia tuvifanye. Kwa mfano, mwili unataka wewe uvae nguo zinazokuonyesha, yaani unavaa nusu uchi ili kusudi tu wanaume wa kuangalia wa kutamani. Wanawake wapo wengi ambao wanaangalia wanavaa nguo nusu uchi ili kusudi wanaume waangalie na wawatamani. Unakuta ni kijana mwingine anapenda kuvaa vitu ambavyo havipendezi au nguo ambazo hazimpendezi Mungu, hazipendezi hata jamii yake, ili kusudi tu wanawake wamwangalie wamtamani. Sasa hicho kitu ogopa sana, hicho kitu ni kibaya. Kwa Mungu akubariki kupitia andiko hili ya kwamba wapenzi na wasii kama wasafiri na wapitaji, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na mapenzi ya roho, zinazopingana na roho. Yaani siku zote nimesema kwamba mwili unapingana na roho. Kwa tuwe makini sana na huu mwili, usije ukatukosesha mbingu kwa sababu ya vile tu unavyotaka tuupeleke au unavyotaka wenyewe tuusikilize. Tusiusikilize mwili hata siku hii moja. Ukitaka uwe mshindi, acha kuusikiliza mwili wako unataka nini, mwili wako unasema nini. Mungu akubariki. Yesu ni Bwana.